na kupatia sala fupi kabisa ya kusali, na ni sala yenye nguvu kabisa. Rozari jamani, ya huruma ya Mungu. Rozari ya huruma ya Mungu ina nguvu sana. Ni rozari ambayo ina makali. Laiti wote mngelijua rozari ya huruma ya Mungu ina makali namna gani? Ina makali namna gani? Kwa hiyo rozari inakuunganisha na huruma ya Mungu. Sawa? Inasaliwa hivi kama ulikuwa ujue. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa okay, tunajifunza namna ya kusali huruma ya Mungu. Sawa pendwa? Tena ni rozari fupi sana, dakika 5 kwisha maliza. Hapa unafanya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sawa mpendwa? Umenipata? Kwa hiyo kwenye msalaba hapa unafanya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Umenielewa mpendwa? Hii punje ya kwanza hii utasali Baba yetu mara moja. Baba yetu mara moja. Kuna punje 3 hapa, si ndio? Katika punje 3 hizi utasali Salamu Maria mara 3. Salamu Maria mara ngapi? Mara 3 au mara moja. Ukiona moja akianza kusema ni mara moja hajakosea, yuko sahihi. Lakini ukisema mara 3 pia hajakosea. Sawa jamani? Baada ya hapo punje hii moja hii utasali na sadiki. Sawa mpendo? Hapo nasali sala ya nasadiki. Baada ya hapo pana punje nyingine iko hapa. Unasalije? Baba wa milele na kutolea mwili na damu, Roho na Mungu na mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu sisi na dhambi za dunia nzima. Kuna punje 10, si ndio? Unasali kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo. Unaendelea hivyo mpaka mara 10. Mpaka mara. Baada ya hapo na punje hii unasemaje? Baba wa milele na kutolea mwili na damu, Roho na Mungu na mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu sisi na dhambi za dunia nzima. Unaanza tena vile vile kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo, unasali mara 10, si ndio? Hapa kama kawaida, Baba wa milele na kutolea mwili na damu, Roho na Mungu na mpenzi sana, Bwana Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Sawa bwana? Unaendelea vile vile unasali hapa kama ulivyosali fungu la kwanza, unaendelea unasali. Baba halafu Baba wa milele na kutolea mwili na damu, Roho na Mungu na mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Sawa? Unasali hapa, unaendelea pia ile kwa ajili ya mateso makali ya Yesu Kristo, kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo, uturumie na dunia nzima. Unafanya mara 10. Sawa? Ukifika hapa tena kama kawaida, Baba wa milele na kutolea mwili na damu, unaendelea pia kama kawaida kwa ajili ya mateso makali ya Bwana Yesu Kristo, na unatamka mara 10. Ukishafika hapa mwishoni, Mungu mtakatifu, takatifu, Mungu mtakatifu. Ukishafika hapa mwishoni, Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu usiyeweza kufa, utuhurumie sisi na dunia nzima. Unafanya mara 3, si ndio jamani? Mungu mtakatifu, takatifu mwenye enzi, takatifu unaishi milele, tuhurumie sisi na dunia. Unatamka mara 3. Si baada hapo umeshamaliza, ni jamani? Usitembee kizembe, unamtembea njiani. Unaenda mjini kule, una muda mrefu sana. Shika rozari yako. Kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, unasali rozari. Unasali rozari. Sawa bwana? Upo dukani kwako unasubiria wateja. Usipoteze muda. Sali huruma ya Mungu. Sali. Kwa hiyo ukikaa dukani usikae tu kizembe. Sali. Rozari ya huruma ya Mungu ni kwa ajili ya kuomba Mungu atuhurumie dhambi zetu, kwa ajili ya kuomba huruma ya Mungu kwa ajili ya mtu fulani, kumwombea mgonjwa na kadhalika na kadhalika. Jamani, inasaidia sana. Sijasema kama rozari hii ni baadaye akitubiwa, hapana. Mmenipata jamani? Tumeelewana jamani? Tumsifu Yesu Kristo. Najua sasa sema tu ni kwamba wengi hapa
Moyo Mtakatifu, nyinyi katika ibada zenu kuna huruma ya Mungu? Ipo. Mnasali rozari ya Mungu? Safi kabisa. Safi. Safi sana. Sasa hilo rozari inasaliwa hivi. Namna ya kusali rozari ya huruma ya Mungu. Ni rozari yenye nguvu sana, ni rozari ambayo yani mfano ninyi wa charismatic wazee wa kupunga mapepo, unapokuwa unasali unamhudumia mtu. Ukisema tu ubakie kwa jina la Yesu, toka. Uwezi kudumu kufanya huduma hiyo zaidi ya masaa 3 au 4, uwezi. Muda mwingine ukichoka, piga huruma ya Mungu kwanza. Piga huruma ya Mungu tu. Au kapepo kenyewe katachomwa na miale hii ya Yesu. Hii ni rozari ambayo amefundisha Yesu mwenyewe. Hii rozari hii, mfano wewe una mgonjwa wako yuko hospitalini anafanyia operation kule ndani. Yuko ICU. Sio unakaa tu pale unaanza tu. Usipige simu. Tulia. Anza kusali huruma ya Mungu. Anza kusali huruma ya Mungu. Ukimwomba Yesu amhurumie yule mgonjwa wako hospitalini ICU apate kupona. Umenielewa mpendwa? Aya, wewe upo nyumbani kwako, una duka lako liko kule, si ndio? Una duka lako liko kule. Dukani kwako kule, umekaa tu nyumbani pale. Sali huruma ya Mungu kuliombea duka lako. Huruma ya Mungu hii ni lazima muda mwingine pia, kama mfano wewe umeona umekithiri katika dhambi fulani. Kuna dhambi fulani imekithiri sana. Sali huruma ya Mungu. Kuomba Mungu aondolee ule moyo wa jiwe ule, uweze kuwa moyo wa nini? Wa nyama. Sawa? Kuna mama mmoja anaitwa Sister Faustina. Sister Faustina aliishi miaka ya 1920 kitu. Miaka 1920 kitu, Sister Faustina alikuwa anatokewa na Yesu Kristo. Alipokuwa anatokewa na Yesu Kristo alimwambia Bwana alimwambia awe anasali ibada za huruma ya nini? Ya Mungu. Hii picha hii ni picha ambayo alikabidhiwa Sister Faustina, picha ya huruma ya Mungu. Sister Faustina alikuwa anasali, alikuwa amesali usiku. Maana hii ni hatua sasa, hii ni hatua ngapi alikuwa hapa? Alikuwa hatua ya kwanza au mpaka na Yesu anamtokea. Hii hatua ngapi? Hii ni hatua ya mwisho, si ndio? Akamuona Yesu na mionzi hii hapa, hii mionzi hii ikawa inashuka inakwenda kwake Sister Faustina. Alifundishwa ibada za huruma ya nini? Ya Mungu. Na hii ni ibada ya huruma ya nini? Ya Mungu. Sasa pale unakwenda kufundisha, miongoni mwa ibada za Mungu aliyofundishwa Sister Faustina ni kusali rozari ya huruma ya Mungu.